Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupande kwa nafasi hii. Leo hii nataka tuangalie juu ya ubatizo. Yesu ndiye anayerifu. Ni kitu kimoja kuwa na Roho Mtakatifu kutojazwa ndani mwetu tu uzima wa bali nguvu ya nje. Tunahitaji kujazwa na kufurika kwa uzima na nguvu zijaza, na inaweza na Yesu kuwa mwokozi wetu wa Kristo goigoi. Tunahitaji pia kumjua Bwana Yesu kama mbatizaji kama tujazwe na Roho Mtakatifu. Tunapojazwa na Roho Mtakatifu kwa tofauti, hata wengine wanapotutazama wanaona kweli kuna kazi imetendeka ndani ya wapendwa hawa. Kwa hivyo tunaona kwamba mbatizaji mwenyewe nguvu katika Roho Mtakatifu. Hili ni chimbuko letu la nguvu kwa ajili ya kuwa mshahidi hai kwa Bwana. Yohana Mbatizaji alibatizwa akawa ongofu wake katika maji ya mto Yordan. Neno batizo lina maana ya kuzamishwa. Ongofu wa Yohana, naona vile ilivyokuwa, walizamishwa ndani ya mto Yordan. Mili yao yote ilifurikishwa na maji. Yohana anatumia huo kama picha ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu na Yesu. Kweli mimi nawasihi kwa maji, lakini yuaja mtu, Yesu mwenye nguvu kuniliko mimi, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hivyo naona tunaambiwa atatubatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Yeye anakuja mwenye nguvu. Na unaona unapobatizwa kwa Roho Mtakatifu na moto, hadi mateso, utakumbana na mambo magumu, lakini kwa sababu huyo Roho unapomruhusu, anapoomba ndani mwako, utaona Mungu akitenda mambo makubwa. Utaona Mungu akikusaidia, utaona Mungu akikutetea, utaona mkono wa Jehova ukiwa pamoja nawe, kwa sababu umebatizwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona Yesu alisema juu ya ubatizo wenye nguvu katika Roho Mtakatifu kabla ya kupaa mbinguni. Aliwaambia wanafunzi wake kwamba walihitaji nguvu kamili ya Roho Mtakatifu katika maisha yao ili wawe mashahidi wake katika ulimwengu. Kabla yeye kupaa, akawaambia waende pale Jerusalem, waende waombe. Na walipoenda kule Jerusalem, wakiwa hapa Rome, wakiwa wanafunzi
120 wakajazwa na Roho Mtakatifu, na vile ile ukumbi ulivyojawa nguvu za Mungu waliweza kunena kwa lugha nyingine vile Roho Mtakatifu alipowawezeshwa, na wakaambia kwamba watakuwa mashahidi, wataanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na ulimwengu mzima. Na hii ndio tunaona kwamba kama tunahitaji tuwe mashahidi mahali tuko hapa, ndio Yerusalemu. Tunahitaji huyu Roho, na tunapojazwa huyu Roho Mtakatifu atakuwa mwalimu, atakuwa mfariji, atatuelekeza na kutuonyesha yale Baba anataka tuyajue. Na ndio maana na kuhimiza msikilizaji wangu unayenitegea kwa wakati huu, unahitaji huyu Roho, na huyu Roho akiwa ndani mwako atabadilisha maisha yako, watafanya kazi ya Bwana. Mungu atazidi kukusaidia na utaona mkono wa Bwana ukiwa pamoja nawe. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu Roho Mtakatifu, lakini kaeni humu mjini hata muvikwe mfunikwe uwezo utokayo juu. Unaposoma Luka 24 mstari wa 49, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Matendo mlango wa 1 mstari wa 4, wa 5 na wa 8. Aliwaambia wakae pale Yerusalemu, wavikwe nguvu, wafunikwe. Wengi wanatoka tu kabla ya kuvikwa zile nguvu, na ndio maana unaona kwamba hatupati matokeo mazuri. Tunahitaji huyu Roho. Ndio maana na kuhimiza, tamani kujazwa Roho, na Bwana atubariki.